Oi, wadigwan my brothers, mambo vipi jamani? Watu wote, mimi naitwa you know my name au vipi? So leo leo bwana, tuko na business mind. Aznas Link, humo ndani yuko Azma mwenyewe, kuna Nicky Mbishi, Max Cortez, Country Boy, P Mawenge, Manengo na Uno. Uno. Una ananipigia sasa hivi guys. Bro. Always like this man. Yani I don't know why every time. Muda ambao ufanyi shit, hakuna mtu anakutafuta. Time ambayo uko locked in, unataka kufanya kitu, simu zinaanza kuita. Sipokei hata kama ni simu ya hela. Stupid. Fuck. Anyways, chani msubiri akate kwanza niweke na nini. Piga airplane mode hapo. We go. Alright. Yo, you know my name. Au vipi? Hivyo. So tuko na business mind. Tuanze tu hivyo. Tuanze kupitia hii bwana, tuone humu yaliomo yamo. Tuone yaliomo yamo. Mimi leo nitakuwa mkweli. Unajua? Nitaangalia kama ni noma, nitasema noma. Kama si noma, I'm not gonna say shit. You get what I mean? So, my country people, let's get it. Aznas Music. DVD on this one. Kitu cha kwanza ambacho siko ubaya, shout out to Mane DVD, lakini hichi kitu kimekuwa kikini, kila nikisikiza hii cypher, hichi kitu kimekuwa kikini kwaza sana. The way hiyo sample ya kwanza ilivyoanzwa alafu ilivyokatishwa ikaingia original track. Like kulikuwa hakuna transition. Yani unajua kimeanza kitu vizuri pim and then boom. I don't know man. I don't know. Kama ilikuwa ni art, ilikuwa ni intentional, sawa, but for me kitu cha kwanza ambacho kilini throw off ni hicho. Like the rest beat ni crazy, lakini hiyo kuintroduce sample ambayo haiendani na actual song inayofuatia, lakini pia ilivyoingia hakuna link. Hiyo kitu ilini throw off sana. Yeah. Aznas Music. DVD on this one. AZMA. I'm a businessman with a business mind. Listen, makubaliano tunafanya na mawitness. Usilete deal za kujuana kwenye business. Wanasoma millimeter kwenye thickness, na nina hesabu kilomita kwenye distance. Niko strict kwenye details, na nina lisell na kuseli kwa little. Okay, wait kidogo. Wanasoma millimeter kwenye thickness, na nina hesabu kilomita kwenye distance. Niko strict kwenye details. Okay. Nimeona baadhi ya watu wakisema kwenye hii cypher kuna wamepanga namba zao, kuna mtu wa kwanza ambaye amefanya vizuri zaidi mpaka mtu wa mwisho. I get it. Swali langu mimi kwa wasikilizaji wa hip hop, hivi waga mnasikiliza kweli? Niko na wasiwasi wangu mimi mkubwa ni kwa wasikilizaji wa hip hop. Sidhani kama watu waga wanasikiliza. I think watu wengi wamezoea kusikia punchlines, and then ukiwa tu na punchlines nyingi kwao we ni rapper noma. Sawa, kitu ambacho Azma anakifanya hapa, lazima kwanza uelewe concept inaitwa business mind. So kama wewe hauna business mind, ni ngumu kuelewa kitu ambacho Azma anakizungumza. Hip hop is all about realness.
wewe ni nani? That's hip hop. So rappers most of the time waga tuna tabia ya kuandika vitu ambavyo tunaviishi katika muda fulani. Sijui kama naeleweka. Right? Azma ni mfanya biashara. So kitu ambacho anakichana hapo, anaongelea kuhusu biashara. Kuna mtu mmoja kwenye comment YouTube alisema kwamba ukichukua verse ya Azma unaweza kaenda sehemu ukatoa speech. Ina sound kama speech, lakini pia kuna bars. So let me show you bar iko wapi. Azma anakuambia huwa nasoma milimita kwenye thickness na ninahesabu kilomita kwenye distance. Niko strictly kwenye details. Hiyo line ya mwisho kwangu ndio bar. I tell you why ni bar. Ni bar kwa sababu anavyosema niko strictly kwenye details, line mbili za mwisho zilizopita alikuwa anakupa hizo details kwamba huwa anasoma milimita kwenye thickness. Huwa anasoma milimita kwenye thickness na ninahesabu kilomita kwenye distance. Niko strictly kwenye details. Kwamba bro, kwenye kila kitu anachokifanya lazima awe na detail kamili. Afanye vitu kwa kuguess. Hata akipiga hatua kutoka hapa kwenda kutoka sehemu A kwenda sehemu B, ana count every movement. Na hivyo ndio watu wengi successful duniani wanakuaga. They count everything na wanahitaji detail kwenye kila kitu. Unaweza ukahisi huyu ni bilionea lakini mbaili. Hapana, sio mbaili. Ni bilionea, umemwomba sijui milioni 10, anakuuliza kwa nini nikupe milioni 10? Tell me why nikupe milioni 10. Kuja na details. Ukija na idea ambayo iko full of details, akasoma kijiridhisha, then you get the money. So watu wengi successful wanapenda sana details. Ndio kitu ambacho Azma hapa anakisema. Let's get it. Little na kila senti inawekwa kwenye budget. Bila place usiniweke kwenye advert. Dream ni ku-advertise kwenye kila jazz. Ukiwa na ujuzi na ku-adi kwa kazi hata bila vyet. Nice. I like that. Anasema bila cash usiniweke kwenye advert. Dream ni ku-advertise. Advertise. Ukiwa na ujuzi na ku-add kwa kazi. Na ku-add, advertise, advert. You get what I mean? Sijui kama tunaelewana au unajikuta mimi namsifia tu bure. Sijanikana nasifia sana na kumbe watu watuelewani. Mimi ndo nilivyosikia hivyo, mimi ndo nilivyoelewa. So, yeah. Kwa kazi hata bila vyet. I know reputation is better than money, and more education ndo inafanya tupambane. Failure is the word I hate most, na belia huniongoza ni seed loss. Ukinicheki ni boss. Snaga hizo pigo za kitostos, na i-protect value yangu ni all cost. Tushapigwa sana na jua la utos, ni mwendo wa full force. Chochote nachohendo na jua source. Kwa hii life everything is possible. Kunjua nafsi ili uchange the impossible. Wenye fikra hasisi wapi nafasi, ni mwendo wa kazi na sipambania harakati. Game iko wazi, ushindi ni wa baraka za Mungu sio bahati. Ushindi ni wa baraka za Mungu sio bahati. Okay, so mimi kitu ambacho naweza nikawasaidia tu watu, next time unapomsikiliza mtu akirap, jaribu kuangalia background yake, anatoka katika background gani na anaongea kitu gani. So for entrepreneurs, tunasemaje kwa Kiswahili, wajasiriamali, wakisikia kitu ambacho Azma anakirap, itakuwa rahisi sana kumuelewa. Mambo ya kusell, sijui sell, resell, retail, unajua wataelewa. Yani wafanya biashara wanaelewa ni kitu gani anafanya nini, ni kitu gani anazungumzia. Sasa kitu ambacho kilikuwa ni surprise kwangu, mtanisamee, wakati jamaa wanashuti video, nilivyokuwa na cheki picha, nilikuwa sijajua kama huyu ni Baby Boy kabisa. Nilikuwa najiuliza huyu ni nani? Mbona kama namfahamu? Lakini mbona kama simfahamu? Lakini kama namfahamu, yani kama anakuja kama anakataa. Who is this nigga? Bro, naomba ni muintroduce kwenu. Majenzi sidhani kama mnamfahamu. Nitawaambia huyu jamaa anaitwa nani. Kaza Mungu sio bahati.
Ups and downs, wins and losses, kila nachopata na shukuru siku zote. Kama sio leo basi kesho usichoke. Mshara sisimizi kazi tembo, but it's okay. Mapambano ni mwanzo kati na mwisho Okay, Gen Z, huyu anaitwa Baby Boy. Sawa. Katika historia ya mziki wa hip hop kuna kipindi Baby Boy alikuwa yuko juu sana. Yeah. Alikuwa na ngoma moja, I think sitomwacha no, hiyo ilikuwa ni ngoma Baby Boy. No, tunapendana. Alikuwa kuna Steve R&B. Ushawahi kupendwa nena ila kwako mimi nimependa, wanipenda tunapamba tunapendana. Afu alikuwa na ngoma moja inaitwa Tufurahi ilikuwa inaimbaje hiyo ngoma. But anyways, mnaweza mkenda mkacheki hizo ngoma. Alikuwa na Tufurahi, alikuwa na hiyo tunapendana. Kama mnakumbuka ngoma ya Steve R&B, One Love, Baby Boy ndo alipiga verse. Yo, kuna time fulani bro, yani mimi mwenyewe maskani nilikuwa nikikaa na mwangalia Baby Boy. So naweza nikasema ni brother kwenye hii game ya rap, na nimefurahi sana kumuona tena 2026 kwa sababu yo, it's been a minute man. It's been a minute. Lakini tunamshukuru Mungu, he made it. Minute made. Ni buzz hata nikiongea. Andikwa kwa rahisi so sogope vitisho. Piga moyo konde, just pray. Piga kazi nyingi mwisho jasho litapay. Hustle every day ndio zetu tupotei. Na subira vuta heri kila siku tukosei. Know I'm saying? Nigga nice stand kwenye business. Nigga nice stick kwenye realness. Nigga nae run hii michongo, they be tryna keep me down, kuniangusha ni uongo. Call me Baby Boy, bado tunazicharaza flavor za kibongo, you can call me big brother. Hii ni saa ya biashara, business time. Kuchezesha miamala so nilipe ndo ni sign. Nilipe nisepe bele 9 iwe fine. Muda hautungoji na hatuwezi kurewind. Pesa hazichoki, kuto zina run on my mind. Hazitoshi toa jam kwenye line. Na pia hazichoshi, hazichumu kwenye matawi. Mi bwana nikimbishi sometimes, niwe tu mwazi, sometimes napata shida sana kumsifia kwa sababu naonekana kama namsifia sana. You get what I mean? Yeah, so I don't know man. Leo sitaki kuwa excited nikaonekana like namsifia sana. Kwa Mediboshen nimemsifia, nikifanya mistari yote namsifia. Unajua kwenye hii of course anastahili sifa, lakini kuna hizi lines za mwanzo sitaongea shit. Nataka wewe kwenye comment uniambie ni kitu gani ambacho amekifanya. Kuna mtu mmoja nimemuona na heshima mawazo yake, alisema bwana kwenye hii track sijui Manengo amwafunika kaka zake. I don't know. Na yeye anakuwa ni msanii wa hip hop, so I don't know kama waga nasikiliza. I'm not saying kama verse ya Manengo ilikuwa ni mbaya, lakini sijui kama mnamsikiza nikimbishi vizuri. Sijui kama mnasikia hizo mad syllables ambazo anazipiga hapa. I don't know. Let's get it Nicky. Benki na ndio maana hata senti unichuni. Paka siku niwe mkurugenzi wa kampuni. Niko office, sione naenda resi kakatuni. Tutainua na mnakumbuka ile meme ya ule bibi alikuwa anasemaga niko office mjukuu wangu. Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu niko hopeless. Yeah. Okay, let's get it. Piki uchumi, marafiki kwenye dhiki hawakubariki hata shinkumi. Iwe Kilimanjaro ama Kenya Airways. Wache kwa mtaro, piga picha kwa staircase. Biashara ubepari, usitarajie fair play. Masafa ya mbali wapasulie airwaves. That's dope. That mad syllabic, iwe Kilimanjaro au Kenya Airways. Sijui nini kuna staircase. Afu kuna airwaves. Okay? Wasiopenda utoboe wataplay a hate. Na wasiopenda utoboe wataplay a hate. Wataplay a hate. Sio play a hate, wataplay a hate. You get what I mean? Yeah, that's dope. Kwa kuroga wata stay up late. Ain't no time for the bullshit. Oh, that's no more, nigga. Oh man. Jesus.
Jesus Christ. Wanga kwa kuroga wata stay up late. Fuck. Now listen, that's called motherfucking bars, nigga. You know nothing about that. Unajua sometimes nakuwa napata sana shida because ukiwa unasema leo sitaki kumsifia sana nikimbishi and then anakuja anakusurprise. I don't know kama watu wengi mmeipata hiyo line. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Yo. Nahitaji maji bwana. Nikki, what are you saying, bro? What are you saying? Acha turudi nyuma kidogo. Sitarajie fair play, masafa ya mbali wapasulie airwaves, na wasopenda utoboe wataplaya hate. Wanga kwa kuroga wata stay up late, ain't no time for the bullshit. Ukinijia na upuzi si reply, you want a blue tick. Okay, sawa, acha niwasaidie. Kila siku waga nawaambiaga watu, na ningependa sana mashabiki wa hip hop ningependa sana mnasikiliza na mnajifunza vitu ambavyo vitawasaidia sana kugundua line kali ni ipi. Sawa. Nikki kuanzia verse ya kwanza ya Azma, Baby Boy, Nikki wote wako na storyline. Hawajatoka kwenye story ya Business Mind. You get what I mean? So, kuna wakati mwingine kujua kama line ni kali lazima usikilize series ya mistari. Kwenye baa 4, baa moja ya mwisho ndio inaweza ikafanya hizo baa zote, hiyo mistari 4 ionekane heavy. Sawa. Mashabiki wengi wa hip hop waga wana judge bar kwa line. Wengi hawanaga skill ya kujudge bar kwa kifungu cha mistari. Nikiwa na maana story. Angalia Nikki alipoanzia, anakwambia iwe Kilimanjaro au Kenya Airways. Kilimanjaro anazungumzia on top of Kilimanjaro au Kenya Ways. Hiyo ni ndege, Kenya Airways. Ndege si waga inapaa, iko juu. Kilimanjaro iko juu. Nini iko juu. And then akaja sijui wao wakiwa kwa mtaro, wako kwa staircase. Ngazi waga zinapanda zinakwenda wapi? Zinakwenda juu. Staircase. Sijui nini na nini chana airwaves. Airwaves waga ziko wapi? Si ni juu, si ndio? Afu anakuja anasema wanga kwa kuroga wata stay up late. Sijui kama tunaelewana bro. So toka mwanzo anaanza kuonyesha Kilimanjaro, Kenya Airways, staircase, and then akaja kupea nini? Airwaves. Wanga kwa kuroga wata stay up late. Si wote tunajua scenario ya wanga kuroga, wanaroga usiku wa manane. Na wengi si waga wanatumiaga, kuna ambao wanatumia ungo kupaa na kila kitu. So angalia hiyo series ya thought alivyoanza. Kilimanjaro on top, ni mlima mrefu, ni mlima namba 1 kwa urefu Afrika. Kilimanjaro on top. Kenya Airways ni ndege waga inafanya nini? Inapaa. Wewe ukiwa kwa mtaro, huyu anapanda staircase. Ukiwa unapanda staircase unaelekea wapi? Unaelekea juu. Sijui akifanya nini na nini? Airwaves ni wapi? Si ni huko angani ndio airwaves. Haya, wanga kwa kuroga wata stay up. Wata stay up late. Bro, I hope mnanielewa. I hope mnanielewa. Yeah, I hope. Because mkishindwa kunielewa hapo sasa mimi hate. Wanga kwa kuroga wata stay up late, ain't no time for the bullshit. Ukinijia na upuzi si reply, you want a blue tick. Biashara yangu ni muziki, ndo maana moyo na heartbeat. Pia mtaji kipaji, nafanya track hit. Black belt mimi nimevishwa kama shout out to Manengo. It's been a minute. Mara mwisho Manengo tuliona na wapi? Mara mwisho ilikuwa ni interview ya Wasafi kitambo, wakati nimetoa albamu yangu ya Moro Jazz. Yeah, kitambo sana. Shout out to you bro. Let's get it.
kama sensei inafanya mchezo simple. In my mind wanna get paid, that's why najiboost kila muda. Aso zangu ndo AK za kulitafuta fuba. Usishangae ukidharau unachofanya na watabisha ukiwaambia umemwona Mr. Kesho jana. Nauza samaki Mwanza pia korosho kama Konde, Kirumba hata Barcelona na mgeuza kibonda na kufa tatu bila tatu kwa nunge mwade rampara. Nipe pesa ndo tubonge. Muziki ni biashara ambayo haihitaji pupa. Ukileta masihara utaishia kuvaa supla. Naweza sema siri mnofu nitambulia mifupa. We ni nuu na unajenga safina na jike shupa. Pambana. We ni nuu na unajenga safina na jike Okay, kwa manengo naweza nikasema hivi. Manengo ni same na Baby Boy. Baby Boy, the verse was dope, lakini kila kitu ambacho amekifanya ni kitu ambacho kipo straightforward, kinaeleweka. Mtu yote akisikiliza anaelewa, unajua. Yes. And then kwa manengo pia alivyoanza kila kitu kipo wazi, kinaeleweka, which is really nice. But hii part ya nuu na unajenga safina na jike shupa, this is really really dope. Yeah, this is really dope. Exactly, this is really dope. Ukiangalia idea ya wimbo Business Mind na hiyo line ambayo ameisema, unaweza kuona kabisa kuna link, because to me it's always link. Kama kuna idea lazima mistari yako ilink na hicho kitu ambacho topic ambayo inazungumziwa. So hii line ya nuu na jike shupa, this was nice. Acha turudie tena. Naweza sema siri mnofu nitambulia mifupa. We ni nuu na unajenga safina na jike shupa. Pambana usipotezwe na miluzi, maana kuna muda hata ng'ombe anakula wa mbuzi. Hii line ilinichanganya sana. Pambana usipagawe na miluzi, maana kuna muda hata ng'ombe anakula wa mbuzi. You shut up! I'm so fucking scared right now. You shut up! I don't know. Drop down your comment na uniambie, au manengo mwenyewe ukiona hii video nisaidie bro kujua ni ulikuwa unajaribu kumaanisha nini hapo, because hiyo to be honest imenipita. Nimefikiria sana lakini maybe it was hard na mimi sikuelewa. I don't know man. Let's get it though. Usipotei lichokuja kugundua waziri mwana ni FA. What? Washikaji imejaa chuki. Alafu cha ajabu usipotei nimekuja kugundua waziri mwana ni FA. It's a nice wordplay. It's a nice wordplay. Waziri mwana si ni FA. Si mwana FA ni waziri. Na jina yake sinakuwaga mwana FA. Chuki lakini sipotei nimekuja kugundua waziri mwana ni FA. Man, I don't know. I don't know, si kwa ubaya, lakini I don't really like. Unaweza kuona ni wordplay noma. Iko na connection na mstari uliopita, ile wanachuki lakini mwana sikosei nimekuja kugundua waziri mwana ni FA. Iko na connection na mstari wa nyuma. I don't know, lakini nilikuwa tu ni mstari ambao ni confused because nilikuwa sijui kwa nini uko hapo. I don't really know man. But shout out to Manengo bro. It's all about love. Yeah, mimi ujue nasikiza sana watu wa kirap sasa. Unajua, yeah, but shout out to you man. Yeah, I'm just minding my business. It's that business time to align with the winners. Miamala inacha record kwenye books kama Guinness. New year tunaanza tena zero, Joe witness. Fight. Jamani, msiseme kwa sababu Max ni mshikaji wangu. Hapana. Like, unajua sometimes waga nikichambua waga I wish niwe na same reaction kwa kila mtu. Lakini ubaya ni kwamba sometimes nashindwa kufake reaction nisiposikia kitu ambacho kimenistimulate. You get what I mean? Max amefungwa na ubaya. I tell you why amefungwa na ubaya. Na ndio hapa kitu ambacho napendaga watu kila siku wajifunze kuhusu namna ya kuandika wordplay. Because sometimes ndio unaweza ukaandika neno likawa lina sound poa lakini hali make sense. But raia wa kawaida wanaga hiyo time. Wenyewe wakishaona neno hiyo ni punchline watu hiyo noma.
You get what I mean? Lakini the reason why yuko kwenye mistari unaniangalia ni kwa sababu tunataka kujifunza, si ndio? Max wote tunajua he's a bad man. Sawa, anakwambia miamala inaacha records kwa kitabu kama Guinness. That's a wordplay. The reason why it's a wordplay, angalia alivyofungua verse na hiyo alivyokuja kuitaja hiyo line. You can see the connection. You get what I mean? You can see the connection. You can see the story. Yani unaweza kuona picha ya wapi anaelekea. New year tunaanza tena upya. New year tunaanza. Niliandika sawa, ilikuwa ni line kali sana. Max alisema New year tunaanza tena zero, njoo witness. New year tunaanza tena zero, njoo witness. Oh, that's no bar, nigga. Bro, watapata zero. Witness kibonge mwepesi. New year tunaanza tena zero, njoo witness. Jesus Christ. This is what I'm talking about. You know why? Sometimes, let me be honest today. Bongo kuna marapa wakali. I'ma be honest. Bongo kuna marapa wakali sana. Usipokaa na kufuatilia mstari kwa mstari wanaongea kitu gani, kuna marapa noma sana. Mpaka pale utakapoanza kufuatilia line by line ndio utajua kwamba kuna watu wanazingua. Na ndio utajua kwamba kuna watu wako kwenye business ya rap. Like kuna watu wanaheshimisha hiyo art form ya uandishi. Vitu ambavyo ningetamani watu wengi wavifahamu. Kuna marapa wengi sana ambao ni wakubwa. I understand. Wananchi unajua they don't give a fuck about the intricate part ya kurhyme na kuandika. But tunataka tu niwaambie kuna marapa wengi wakubwa mnawakubali. Pen game poor, very poor. Very poor. Even though yes wana hit, lakini pen game ni zero. Yeah. Hawakatazi kuwa na hit song, but ikija kwenye pen game ni zero. Na wengine wako na matuzo ya best. I don't know, man. I don't know. But hapa hii pen game, man. Pen game. Let's get it, Max. Faida ya kuinvest years ago. Hatuna interest na mikopo yenu, tuko na principle. Bread inazidi kuwa multiplied, ni biblical. Wazee wa streams tufuate upate physical. Corporate. Tunaanza biashara. New year tunaanza tena zero, njoo witness. Faida ya kuinvest. Faida ya kuinvest years ago. Umeona kitu ambacho nimekuwa nikisema? Storyline. Yani njoo witness. Faida ya kuinvest years ago. People, man, yani me sometimes wagana kasirika, unajua. Hatuna interest na mikopo yenu, tuko na principle. Bread inazidi kuwa multiplied, ni biblical. Wazee wa streams tufuate upate physical. Corporate. So nakumbuka muujiza wa Yesu, yeah, ule muujiza wa mkate na samaki. Kwa wanasema bread inazidi kumultiply kibiblical. Na tunajua bread si ni pesa, kwa lugha nyingine ni pesa. So bread inazidi kwa multiply kibiblical. You get what I mean? Na hiyo line wezi amini. Hiyo line kuna demo mmoja, shout out to this girl, man. Hadi nilimdm TikTok. Hadi nilimdm TikTok. Anaitwa Miss Miss_V4. Yo Miss V, acha nimtumie nani hapa, nimtumie voice note. Miss V, niko live nikirecord breakdown ya Business Mind. Na nawaambia watu hapa, niliona comment yako ukiwa una breakdown umeandika hizi lines za Max, and I was so proud. Yani the fact kwamba wewe ni binti wa kike lakini uko ahead of time kuliko wanaume wengi wanajikuta magangster, wanajikuta wanapenda hip hop na wawezi hata kuchambua mistari midogo hii. Anyways, but shout out to you Miss V. So niko live hapa. Yeah. You see, Miss V. Maze huyu ni damn bro.
nilikuta comment yake kwenye TikTok mzee ame break down hii line and I was like yo, I'm so happy kuona kuna wasichana pia like they love this game. And that's it. I understand si kitu cha kila mtu, but kama wewe ni fan wa hip hop na ni fan ambaye unapenda rap, unapenda art ya uandishi, kuna vitu you need to know. Tuendelee bwana. Hapa anasema watu wa stream John huku, watu wa physical. Inazidi kuwa multiplied ni biblical. Wazee wa streams tufuate upate physical. Corporate tunaingia tu mazima. Wazee wa stream, so unajua watu wa streaming platform. Njooni huku mpate physical, because watu wengi ambao wako hapa ni watu ambao wanauzaga copies. Lakini pia unajua kitu kikiwa stream ni kitu ambacho kinafuata mkondo mmoja. So nyinyi wazee wa stream njooni huku, njooni na hiyo stream yenu huku tuwape physical. You get what I mean? Yeah. Corporate tunaingia tu mazima. Una hate umejichimbia ni uvivu tu wa kulima. Sio bure, kuna vitu tu umenyimwa. Una hate unajichimbia ni uvivu tu wa kulima. Ukilima si ni kama unachimba? Au si unachimba ukishika jembe? Si unachimba. So una hate umejichimbia ni uvivu tu wa kulima. Okay, let's get it man. Bure, kuna vitu tu umenyimwa. Akili haiwazi pesa, ukipewa kitu tu umezima. Maisha ya Instagram inawa stressi. Brand inayumba kama jam kwenye slesi. Pesa inazunguka sio scam. Tuko blessed, direction imekosa. Hanskana na bet. Usione najitenga, tujua brand inayumba kama jam kwenye slesi. So unajua ukiwa unapaka jam kwenye mkate, unaelewa, yani lazima upakaze yani. You get what I mean? So that's line. That's crazy. Let's get it. Instagram inawa stressi. Brand inayumba kama jam kwenye slesi. Pesa inazunguka sio scam. Tuko blessed, direction imekosa. Hanskana na bet. Usione najitenga, tujuane na. I knew man, Max hawezi kumaliza verse kama hajamtandika mtu. Yeah. Hawezi kumaliza verse kama hajamtandika mtu. Kuna deki. Hanskana ana bet, lakini si ni kweli Hanskana ana bet. Sikia, direction mmekosa, Hanskana ana bet. Sawa. Hanskana si director. So direction mmekosa. Kwani kazi ya director si ni kudirect. So direction mmekosa, Hanskana ana bet. Jesus Christ. Niliona posti moja TikTok, jamaa ameandika watu noma sana kwenye kubeti. I think Hanskana alikuwa sijui namba 3, sijui namba 4, sijui namba 5, I don't know. Watu kwenye comment wanasema hapo umemkosea sana Hanskana. Hanskana hapo inatakiwa namba 1. So ina make sense sasa hivi. Ni member, tambua ifani jenga mezani kuwa na plani nenda. Azna sina run agenda, wanataka niwe money lender. Bado nabaki kuzisaka, soma mwanzo wa jina money mendra. Wanataka niwe money lender. Yeah, but Max, najua Max uliniambia before ulikuwa unafanya kazi kwenye kampuni ya kutoa mikopo. Max alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya kutoa mikopo. So sijui nini na nini wanataka kuwa money lender. Lakini sijui anasahau kama jina langu la kwanza ni Money Mendra. Unajua anaitwa Money Mendra. Ya Money Mendra sio money ya pesa. Ni money, M-A-N-I, Money Mendra. Lakini ukiitaja ina sound kama Money Mendra. So money lender, Money Mendra. That's a bar. You know? Yeah, mashabiki wa hip hop, vitu simple kama hivi natakiwa muwe mnaelewa bwana. Bwana. Sasa mtu akija anasema kwamba sijui, I don't get it man. I don't get it. Let's get it though. Haijapigwa kazi kanjuru kwa jeshikwa au mtende dhambi ni sujudu kwa misa kuhusu kabisa. Hakika mimi natanda ka uvungu wa giza. Mfanya biashara huru nuru ka uhuru umefika. So when we talk money is reflex, so we talk an investment. Ipi ni ipi, machache dili kuliko mkebe. Sishindwi alipo mzembe, tambua ulipo mzembe. Jembe lijawahi kulima msingi ulioshiba zege. Mzawa sawazisha mishe, walongana hugawana. Sikia wasikugawanyishe, usawa kwenye sawa sawa wish. Yeah, this line nilipenda.
Mzawa sawazisha mishe, nilipenda hii line. Waliungana ugawana, sikia wasikugawanyishe. That's a dope line and so deep. Mzawa sawazisha mishe, and because watu ambao wote wanafanya kazi pamoja na wanaelewana, wanaongea, wana speak the same language, huwa wanagawana. So angalia wewe usije ukawa ndio mgao wakakugawanisha. You get what I mean? This one was dope. Yeah. Chesindo hawa na tuko sawa na vision. Yeah, so ni power moves I respect. Power move na skill set. I smoke sour then an hour to the still rest. Devour funza nite dawa kubwa dispen inavyoigawa lugha kani meiandaa kwa mistake. Okay, nataka niongee hichi kitu lakini I mean no disrespect, right? I mean no disrespect. Naongea kwa heshima kabisa. One, yani tukizungumzia wale elite MCs kwa bongo, One the Incredible. Hapa wamekama elite MCs kwenye hii ngoma, right? Hii verse ya One na uhakika ni one of the dopest verse. You get what I mean? Lakini kwangu mimi nilikuwa napata shida sana kujua anazungumzia nini because ya style ambayo ametumia. Unajua, kwa mfano alivyoanza tatapaka tataka tataka pata tapata tatata tata tapata tatata tata, mwishoni pale ndo alipose. Hakuna jembe ambayo inalima sijui na nini, msingi ulioshiba zege. So now pale mwisho ndo nikapata concept kwamba hiyo line ya mwisho alofunga is a dopest line. Ndo nikapata msingi uliofunga zege. And then tapata tata tataka tata tapata tatata tata tapapa tapata pepe. So it's good. Kuna matsyllabic, patterns mengi. That's really nice. Lakini sometimes ni mpaka labda tupate mistari tusome ndio sasa tutaelewa like alikuwa anamaanisha hivi. Sasa I don't know man, I don't know. Kama mimi mwenyewe imenipa shida, imagine tu kwa watu wa kawaida watakuwa wanaisikilizaje. Kuna kitu kimoja ambacho Dunga alisha kunifundisha miaka kama 2 iliyopita, na hicho kitu hakijawahi kunitoka kichwani. Kitu ambacho hata kama wewe ni rapper au unanisikiliza sasa hivi inatakiwa ujifunze. Dunga alikuwa ananiambiaga word by word, neno kwa neno. Hakikisha unavyo rap unakwenda neno kwa neno. Kila neno lazima lisikike, lazima kuna space ya kila neno kusikika. Ndio maana ukisikiza sana rap zangu mimi, moja kati ya comment ambayo naipataga sana, huyu jamaa akirap unasikia kila neno word by word. Ni hiyo formula ambayo naitumia. So mtu akikusikiliza apati kazi kukudigest. You get what I mean? So verse ya One to me is a dope verse. Lakini naumia because nilikuwa nashindwa nikisikiliza nitaongea nini kuhusu hii verse, because vitu vingi vimeniacha kwa sababu ya style. You get what I mean? So that's all I can say, man. But I mean no disrespect. Yeah. Twende kwa Country Wheezy. 5 a.m. nigga, I'm on the road. Mimi bonge la hustler, bonge la bishow. Now ukitaka kuniona lazima uwe na dough. Kama hauna please take your broadcast home. What you talking about? Ukiwa na pesa ndo unatamba, I ain't got no doubt. Ukiwa na pesa watakuheshimu wala kudharau. Watakusikiza toki put your in their mouth. Look, tafuta pesa brother nakwambia. Tafuta pesa cha kulia. Tafuta pesa bro, maana bila pesa wa mademze utaishia kuangalia. Tafuta pesa wachikomba bia. Tafuta pesa cha kulia. Tafuta pesa bro, maana bila pesa kila mtu tamwita bro, tatuamkia. Alafu cheki inavyokwenda wanafuata mkia. Watoto kibao kama babi mia. Na utapigwa bao kama hujanisikia. Pesa takustiri baba takama unakibamia. Ukiwa na pesa tumia akili kuiduplicate. No maana squeeze na vikao vingi na macorporates. Zikija deals kunicheki au hesitate. Vikao vyangu ni suit and tie na kunegotiate. Si complicate. Country Wheezy. Kwa Country Wheezy inaweza nikasema yes, he did great. By the way, hii saifa yote watu wamefanya poa sana.
man, I don't know, man. Yeah, I don't really know, man. Shout out to Country. Yeah, man. Yeah, that's all I can say. Yep. Yeah, hii ndo time ya masuti na tai. Ukileta ufala kwenye mkwanja na kushuti walai. Hapa ni loyal niggas only, mamluki wakai. So kama wene moja wao, toka nduki utadai. Mine kwenye pesa niko fine. Kila sekta mikataba ya madili tuna sign. Tunasepa to define kama chasers. Time for the paper, kwa makini sana ukija cross line na kuteka. Yeah, uaminifu ndo kigezo, mipaka inazingatiwa, kualifu sio michezo. Punguza sana story, lete issue twende level. It's a business time. You see? Muona kitu ambacho nawaambia, like ukisikiliza usisikilize tu mistari, sikiliza story. Yani like bro, acha nirudishe nyuma usikie hapa. Kuna sema nakwambia ukicross line utadai sijui na kuteka. And then kuna sema nakwambia mipaka inazingatiwa. See the connection, cross line, mipaka. Kwani mpaka si nini jamani? Mpaka si ndio hizo jamani, ni kichola line hivi usije huku kwangu. Let's get it, man. Moja wao, toka nduki utadai. Mine kwenye pesa niko fine. Kila sekta mikataba ya madili tuna sign. Tunasepa to define kama chasers. Time for the paper, kwa makini sana ukija cross line na kuteka. Yeah, uaminifu ndo kigezo, mipaka inazingatiwa, kualifu sio michezo. Punguza sana story, lete issue twende level. It's a business time, kila kitu kiko stable. Muda mwingi ni vikao vya kicorporate. Kumisa hata kimoja ni unfortunate. Pesa ndo kitu pekee unipa confidence. So kinita P for pesa, that's a compliment. Oh, that's no bar, nigga! That's a bar. P-Mawenge, now that's a bar. Like, wakati naangalia hii verse nilikuwa nasema wait, hivi nitakosa hata sehemu moja ya kureact. And then that's a bar. That's a bar. That's hiyo line ya mwisho, that's a bar. Na sometimes I don't know kama watu wengine pia kwenye rap waga mnasikia hivi vitu, lakini sometimes unaweza ukaandika verse nzima ikawa yes, verse ina make a lot of sense. Shout out to P-Mawenge. P-Mawenge ni moja kati ya artists ambao pia wanatumia hiyo formula ya word by word bila yeye kujua. Like akirap unasikia kila kitu. Yani unasikia kila neno. Hakuna sehemu ambayo anaweza kukuacha kwa sababu ana articulate kila neno. So sometimes unaweza kaandika verse and then hiyo mistari yako ikawa yes, ni mistari noma, inaeleweka, lakini hakuna kile kitu ambacho kitawafanya watu watoe reaction. You get what I mean? But sasa ndo P. Nimesikiza the whole story and I was like, P unaniacha tu hivi hivi. And then bro, anakuja anasemaje P? Come again? Pesa ndo kitu pekee unipa confidence. So kinita P for pesa, that's a compliment. Pesa ndo kitu pekee unipa confidence. So kinita P for pesa, that's a compliment. That's a bar, bro. Yo, crazy stuff going on, man. Shit. Yo, shout out to Chideo. Sijui ndio whatever, I don't know. And then shout out to Man DVD, I think the producer wa hii track. Shout out to you, bro. Shout out to Asma. Shout out to Nikki, Max, Country, P-Mawenge, Manengo, One, Baby Boy. Afu bwana Asma, kwenye hii title ya YouTube hamjaandika jina la Baby Boy. Bwana, mmeandika watu wote lakini Baby Boy hayupo katika hii title ya YouTube. So mnaweza mkaedit kidogo. Baby Boy pia kwenye maelezo huku yupo. Yes, lakini kwenye hii hapa ya juu kabisa hii hapa hakuna jina la Baby Boy hapa. Au unakuta maneno yalikuwa ni mengi. Yeah, inawezekana. Sometimes YouTube maneno yanakuwa ni mengi. So lakini hapana bwana, ingeweza kutosha. I don't know, but it is what it is. Hii project by the way hata mimi nilitumiwa beat. Ilitakiwa niweke verse lakini najua mambo ni mengi. Na nyie mpate nafasi ya kujaji. Maana isiwe kila siku wewe unajaji tu verses za watu na yeye chana tu kujaji. Anyways guys, to be honest mimi kwangu hichi ni kitu poa sana, ni kitu kizuri.
nimeenjoy every minute of it. Yeah, though nilikuwa natamani yani ni go crazy with reaction, lakini sometimes you don't get vitu ambavyo sometimes unatamani kuvipata, and I understand, lakini hicho kitu hizo reaction hazifanyi kwamba hicho hakikuwa mbaya au vipi. It's a nice track. Napenda vitu ambavyo Aznas Link wameanza kufanya, ni kitu poa sana kwa hip hop. Mimi side yangu ni side yangu ya art form ya hip hop, uandishi na kila kitu. Like mashabiki, wasanii ambao wanaangalia mistari sasa hivi, inabidi sana tuboreshe pen game. You get what I mean? Mimi mwenyewe sometimes napata shida because niko sana kwenye kutengeneza content. So sometimes I understand, ukiwa mtu mzima mambo akiwa ni mengi sana, unajua sometimes kufanya hiyo pen yako izidi kuwa sharp ni kitu kigumu, lakini hakuna namna guys. We need to make sure kwamba kila siku tuna practice. Kuandika hata verse moja, hata mimi mwenyewe siandikaga hata verse. But yeah, it is what it is, man. Till next time, mimi naitwa you know my name, man. Let's get it.